umepotea, inabidi na mimi uniunganishie mzee. Umetisha sana mambo ya iPhone Steve Jobs. Aha. Jamaa nampenda sana. Mambo vipi? Safi. Kwema. Karibu sana. Hali mambo. Kaka mimi nakupenda sana. Acha. Yaani ile mbaya. Leo umekuja muda ule ule. Acha nikumbatie tu. Mambo vipi? Poa mzima? Mzima kwema. Alhamdulillah. Wa hali yako? Nashukuru sana. Karibu kae. Shukrani. Unafanya nini? Bwana nahitaji Kucha. kusafua kucha kidogo. Aha. Kumbe unatengenezaga kucha? Sana. Zamani watu walikuwa wanaume wakienda saluni wakitaka kutengeneza kucha watu wanawashangaa, lakini siku hizi ndo style. Dunia inabadilika. Alafu nasikia unapenda sana kushikwa. Ni sema hapa leo umemkuta blaza. Yule dada yuko wapi? Unapenda kushikwa na madada nini? Hayupo. Unajua zamani wanawake walikuwa wanatonea sana. Kivipi? Sijui nini mwanamume atakawe rafu bwana. Nani kasema hivi? No Mna cha urafu wala nini? Siku hizi yake sawa kwa wote. Wote ni sawa. Mwanamke anavaa suruali na mwanamume anavaa suruali. Ila yake sawa brother imetua sana sisi. Hiyo ya haki sawa kwa wote. Yaani wanawake wamekuwa design fulani hivi kama haki sawa imewafanya wamekuwa wajeuri kisha. Wajeuri? Like kivipi yani? Salama, unajua mimi naweza nikakaa na girlfriend wangu hata wiki nzima hata hajafua wala hajapika. Kwani yeye house girl wako yule? Wewe vipi? Kwa sababu haki sawa kwa wote. Kwa hiyo ndio anakuwa anafanya. Sasa unataka kama unataka kuniambia haki sawa ndio mama asipike? Kupika anaweza anapika, sema kuna ile. Uniambia masuala sijui afui nini. Wewe vipi? Kwani una mikono? Yaani wasichana wameweka kucha siku hizi Ziko hapa. Wewe anakuwa bado girlfriend, unakuwa bado hujamuoa. Ziko hata kina mama unamkuta kucha mbandika vitu vyote kucha ziko hivi. Atafua saa ngapi? Vipi? Hata akiona nani kwenye pua anatoaje huyo? Yaani sasa mimi siku nyingine nauliza hivi kweli hizi kucha na usafi wa mwili inakuaje? Kweli. Demo aina gani unapenda Steve? Urembo unazidi sana. Demo aina gani unapenda? Mimi kitu cha kwanza mcha Mungu. Mcha Mungu Yana wana hofu na Mungu. Au hofu na Mungu. Na sina rangi, yani rangi yote ni sawa. Watu wanapenda vyeupe. Unasema wewe unasogeza pale kati. Vyeupe. Rangi kama hii nini? Hajasema mwanangu, nikaushia. Kaushia. Kwa hiyo haijalishi mweupe mweusi. Unapenda mahaga au unapenda portable? Sio mwembamba, sio mnene. Wakatikati. Kama yule wako zamani yule ambaye mlipeleka na polisi au inawezekana. Okay. Katika vitu ambavyo vilinifanya ni kuangalia kwa jicho jingine. Kile ilikuwa ni kimoja wapo. Unampelekaje dem polisi? Kwa situation ilikuwa imefikia kwa hata ungelikuwa wewe lazima ungefanya vile. Sababu watu walikuwa wamefikia pabaya, unajua. Ukisema pabaya unamaanisha nini? Inamaanisha kwamba fujo zilikuwa ni nyingi, alafu ujue mwisho wake utakuwa ni lini. Unaona? Kwa njia rahisi yenyewe nikaona kikubwa kwanza wache niwasiliane na familia yake. Maana huyu mtu naona bana anakuelekea sio kuzuri, afanye hivi, anavamia, anafanya fujo hivyo. Familia yake hata mwenyewe alisema bana weka mshtaki tu yule. Sababu si hata mwenyewe hayuko nyumbani. Sio wenyewe tunamtafuta. Kwa hata kwenda kumshtaki utakuwa umetusaidia na sisi pia. Ndio nikafanya hivyo. Okay. Silizama tu ndo kwa sababu fujo tena zilikoma. Hiyo ilikuwa ni funzo. Afu la kisheria kabisa smart. Kama unajua kuna sheria ambazo zinamlinda mwanamke, unajua. Wewe ukinifanyia ile fujo, mimi hata niki act kwa namna yote ile, ukienda kunishtaki inakuwa niko matatizoni. Sawa. Kwa ni bora ni report kile kitu ambacho wanifanyia. Tu mimi niwe katika safe side. Uwaga unapiga wanawake? Hapana. Sifanyiki basi sijawahi kupiga. Okay. Sio wanawake tumia hata kupigana tu na mwanamume zangu sijawahi kupigana. Nasikia huwa hutumii kilevi chochote. Lakini unapenda sana kina dada. Huo ndo ulevi wako. Is it true? Maneno tu hayo kwa sababu ni watu wameshachukulia kwamba kama mtu utumii kilevi basi utakuwa ni mtu wa wanawake. Lakini hapana ni imani tu za mtu kwamba unaweza kuwa utumii kilevi na bado sio mtu wa wanawake. Sema utakuwa na upendo. Hata mimi ni hivyo hivyo. Huyu bwana hapigi pombe wala nini? Hizo lawama zanikutana sana. Lakini wewe Muba mtoto watoto. Ukizungumzia masuala ya kupumzika bwana Muba. Unahusika sana. Na hivi nasikia siku hizi unataka kujifunza kutengeneza nywele za style ya yule bwana anaotengeneza. Kujifunza ni vitu ambavyo unavijua, sema uwezi kwa kila kitu atakayofanya wewe vindio na waachie wenzako. Film nyumbani kimekuwa ni kitu ambacho tumeanza kukikubali. Na mnatengeneza pesa sana.
tunakuona kwenye mabango, tunakuona kwenye film, uko busy, una ofisi yako na magari yako, una Land Cruiser. Umejuaje? Si tunaambiwa bwana magazeti yetu yale. Alafu mnashindana na yule mwenzako. Nataka uniambie relationship yako ya wewe na Ray. Kwa sababu magazeti pengine hayatuambii ukweli. Is it true nyinyi ni maadui wakubwa? Kwa sasa hivi naweza kusema mwanzoni tulikuwa ni marafiki wazuri sana. Lakini msemo kweli mpenzi wa Mungu, sasa hivi tuko katika mahusiano mazuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuna vitu ambavyo vinatokea unajua katikati yetu. Sijui ni kama labda sengine wanasema labda mafari wawili wakaizi sehemu moja, lakini kuna vitu ambavyo vinatokea katikati yetu na wakati huo tunashindwa kuipatia masuluhisho. Kwa kila mmoja anachukua msini zake. Ina involve wanawake? Hapana. Ni kazi tu. Ni mambo ya kazi. Na ni kweli kwamba wewe ukinunua gari hili naye anataka kununua gari hilo hilo, wewe ukiwa una ofisi hapa naye atataka kuwa na ofisi sehemu hiyo hiyo, ama ni story tu tunapewa za juu kwa juu? Kuna vitu ambavyo unakuta kama kwa sababu kipindi ambacho tuko sana karibu, ilikuwa mimi nikitaka kununua, mimi napenda gari fulani, hiyo na mbaisemile ile gari naipenda sana, na nataka ninunue, ananiambia hata mimi ndio choice yangu ilikuwa ile, wewe una mwanzo kama kwangu. Basi unakuta kama kwa sababu mimi nakipenda nitanunua, na yeye anakutana atanunua kwa sababu anakipenda. Unakuta wote tunagongana hivyo hivyo. Unaona? Na sisi wote tumetokea Kaole. Tukiwa bado wasanii kwenye vikundi mle. Kwa kila mmoja kwa yani tulikuwa tukikaa wote kwa tuna ndoto ambazo wote kwa tunazibuni pamoja. Labda nikikaa hivi, income yangu iongezeka kidogo, nataka nifanye hivi, anaambia mimi nataka nifanye hivi, na atasema nataka nifanye, mimi naambia hilo nafikiri ni idea nzuri. Kwa ndio maana kuna baadhi ya vitu vingine kama tunafanana. Sawa, watu wananunua film, wanaangalia, lakini tuna criticize pia. Tunasema film za kibongo hivi na hivi na hivi, lakini bado tunaangalia. Ni kama film za Kinigeria. Tunasema Nigeria hivi lakini bado watu wanaangalia na tunaendelea kuangalia. Na hivi karibuni kuna channel ya Kiswahili imezinduliwa kwenye dini, umepewa kabisa nafasi yenu ya kushine. Kitu gani ambacho mnataka kufanya kubadilisha mawazo yetu sisi? Kikubwa na mimi kwanza nishukuru tasnia, wasanii na producer na directors wanajitahidi sana. Kikubwa ni kwamba support inakuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo kila maendeleo unayoona yanayowekwa na wasanii wa filamu ambayo yanatokea katika tasnia ni jitihada za wasanii wenyewe. Ni jitihada za wasanii wenyewe. Lakini mimi nimekuwa Nigeria ambapo ni Hollywood, nimekuwa Ghana Hollywood, nimekuwa Hollywood. Unaona serikali inawapa support kubwa sana. Haishi tu kuambia bana tengenezeni sinema zenye maadili. Si nini tusiangalie lakini pia wanawapa support. Sababu hao wasanii tayari wana makampuni yao, na makampuni yanalipa kodi. Unaona? Kwa hiyo sasa support inatoka kwa serikali. Unajua. So unawakumbuka wasanii kwa kipindi fulani tu. Sasa kwa endelea kidogo. Sasa kwa sisi tumejitahidi. Ukiangalia ukirudisha miaka 5 kurudi nyuma, tasnia ilikuwa kama hivi ilivyo leo hii. Unaona, leo unapozungumzia ni rais hata kwa Nigeria akaniona mimi akanitambua vile fulani bana rais lakini zamani haikuwa vile. Wewe ni producer, una direct pia, una kampuni yako. Kwa hiyo kila kitu mwisho wa siku kinakuja kwako wewe mwenyewe. Moja kati ya vitu ambavyo vilalamika ni wewe kufanya kila kitu, au sio wewe tu, mwingine yoyote. Hiyo vipi? Mimi sidhani kama ni tatizo, kwa sababu tulikuwa tunaangalia muziki ya zamani, kina Franco alikuwa anatunga nyimbo mwenyewe, anapiga gitaa mwenyewe na anaimba yeye mwenyewe. na anatumbuiza yeye mwenyewe, mbona haikuwa tatizo? Unaona? Unaangalia vile viweza kumwangalia Alicia Keys ametunga yeye mwenyewe, anapiga piano yeye mwenyewe na anaimba yeye mwenyewe. Kwa nini usimwambie, kwa nini usimpatie mtu mwingine akupigia na akaimba? The same way ilivyotokea hata Denzel Washington, Mel Gibson wanafanya hivyo hivyo. Ni mtu gani ambaye wakati unakuwa ulikuwa unatamani sana kukutana naye, na ulipokutana naye ilikuwaje hapa kwetu? Hapa nyumbani mtu gani kwa kipindi nilikuwa natamani sana kukutana na Dr. Chen. Kipindi hicho yeye anaigiza, alikuwa shati yale ameshakuwa star. Sasa mimi ndio nilikuwa natamani sana kukutana naye. Nilipokutana naye uzuri huwa mimi namwambia mtu. Kuna Dr. Chen, kuna Mona Lisa. Kuna watu ambao napenda kukutana nao na JB. Nilikuwa naambia, na nafikiri hiyo kauli ambayo naambia kila siku nafikiri mpaka na wabo. Kama mimi nilikuwa napenda sana kukutana na nyinyi. Yaani nilikuwa naona na wish kwamba mimi siku moja niwe kama nyinyi. Umeona? Kimaendeleo katika mzani
Unafikiri ndoto zako zimepitiliza, zimepita ama bado unataka? Ndoto zangu bado bado. Najua kuna watu wengine wanachukulia mimi kama role model wao. Na wengine wanapenda kuwa kama mimi. Lakini mimi binafsi bado naona bado sijafika ninapopataka mimi. Unaona? Na sidhani kama itakuja nifike. Sababu kila ninapofika na hisi kama unataka tena. Nataka tena. Kibongo bongo tunavyoishi na vile ambavyo tunaona kwenye sinema ni vitu tofauti. Mostly tukiona kwenye sinema watu wanakaa kwenye majumba makubwa. Umeshanielewa? Reality haiko hivyo. Na inategemea na story of course, lakini most of the time story zote zinakuwa zinapitia huko. Wewe unafanya nini kubadilisha hiyo? Wewe unafikiria majumba tunashutia wapi? Ghana, Nigeria. Of course hapa Tanzania. Kwa maana kuna watu hapa wanaishi hivi. Una akili sana. Una akili sana. Like still sio maisha hayo tu ambayo watu wanaishi, sio? Kuna maisha mengine tofauti kabisa. Yaani kweli. Binafsi katika sinema zangu nimekuwa nikibadilisha. Mimi utanikuta kijijini, utanikuta mjini, utanikuta katika maisha ya kati, utanikuta mwanafunzi, utanikuta niko na watoto tunabishana nao, nasumbuana nao. Kwa hiyo nimekuwa nikicheza kote. Kwa hiyo wapo wenye maisha ya kitajiri kama ambao tunawacheza, lakini pia wapo wenye maisha ya chini, unaona. Kwa kama msanii ama producer ni vyema katika kazi zako hata kwa mwaka kama umearrange kufanya labda kazi 5, basi ukabalance. Yaani usiwe na aina moja ya story au aina moja ya movie. Ni vyema. Hii nafikiri hata kwa msanii inakujenga na inakuonesha kwamba ni msanii ambaye umekamilika. Kutegemea character moja. Bali sehemu yote unaingia. Na ndio siri ya kuwa mwigizaji. Sababu mwigizaji uchague character. Unapangiwa, ukiingia kunafanya, ukiingia kunafanya. Ni ndio unaweza kubadilika. Hivi umepitia changamoto zipi yani mpaka umeweza kusimama mpaka hapo ulipofikia, yani kwamba kweli na hiyo confidence ambayo unajua na confidence sana kitu ambacho nimekiona? Unajua siku zote nilikuwa naamini tangu nasoma kwamba mtihani mgumu basi una makisio makubwa sana kufaulu. Kwa hivyo hivyo hata kwa mwanadamu unapopitia kashikashi nyingi nzito ndio unajua kama mafanikio yako mlangoni. Unaona? Sasa unapoona kashikashi zinakuwa nyingi ndio ongeza juhudi, ndio uone mafanikio karibu. Kwa hiyo kwa binafsi yani sababu nimekuwa katika sanaa hii kwa mwaka wa 10 sasa. Na tangu nimekuwa sio maarufu si mwaka wa 7 si mwaka wa 8. Kwa ni vingi ambavyo nakumbana navyo, ni vingi mno. Unaona, siwezi kuvielezea hiki na hiki. Kuna vitu vya kifamilia, kuna vitu vya kijamii, kuna vitu vya vyombo vya habari, unaona, kuna vya kimaisha, unajua vya kimapenzi, unaona. Lakini vyote tunavyokumbana navyo unamuomba vitu vingine, unaomba hekima kutoka kwa Mungu. Kwa nimepitia vingi. Kwa kupitia vingi na ukiniona wanasema ukisema ukiona manyoya ya nje unajua kuko ndani kachinjwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi unaona nimefikia hapa na maana nimevimudu vyote. Na vingine bado naendelea kujitahidi. Kuna movie naziangaliaga, unajua nishaangalia movie kama 4 ngapi hivi mpya ambazo zimetoka karibu. Naona siku hizi tunaelekea kule, yani siku hizi yani hata mtu anaweza yani unamuona kabisa mtu alivyo nini, yani tumefikia level fulani kwamba kidogo kuna maadili. Unapigana denda kwenye sinema? Hatupiga denda. Sasa hiyo acting gani rafiki yangu? Yani kuna mate. Hebu tuweke tunapigana denda pamoja. Unasikia nakwambia. Kuna mmoja huyo anakataa tu salama. Lakini kapiga. Afanye hicho kitu kabisa. Mimi yani naweza nikaitaja. Katika movie. Ngoja nikwambie. Nikaitaja hiyo movie. Kausha. Unaweza kutaja. Ni movie yake mwenyewe. Inaitwaje movie? Oprah. Ngoja nakuuliza kitu. Yani kabisa yani unapenda kudanganya au unapenda kuambia ukweli? Ukweli. Unapenda kuambia ukweli. Na vipi unapoangalia sinema afu kaundua hapo amedanganya? Utaitazama hiyo sinema? Kwa lazima hata kama nakudanganya nikuoneshe hii ni ukweli. Kwa hiyo blaza denda. Hiyo siri inakuwa kwa siri denda. Bana sasa salama yani leka bana kubambia ubwana. Yani sio kubambia, yani yeye anajua ndio anacheka. Kwenye maisha ya kawaida kuna mzee mmoja aliandika kitabu kwamba watu waigizaji huaga maisha yao yote ni kuigiza, ni usanii. Umesoma? Hilo neno ndio tunakita. Ni vipi wewe kwa upande wako? Kwamba yani waigizaji, watu ambao wameshazoea kuigiza, hata kwenye maisha ya kawaida bado anaendelea kuigiza mambo mengi ya kuact. Mimi nashukuria mwigizaji ni mtu mwenye akili sana, watu 50. Kwamba anajua leo ukija kunidanganya mimi wewe, hata kabla hujafika mwisho wa uongo wako najua wewe unanidanganya. Kwa sababu pengine unachonidanganya wewe nishakiigiza miaka kama movie kadhaa zilizopita. Kwa hiyo kwa kuwa unakuja kunidanganya mimi nitakuakitia kukudanganya vile vile. Wewe kama maisha yametoka kwenye movie yameingia kwenye meza kawaida. Ukija kiukweli nikikuangalia najua uteuni mkweli. Unaona? Kwa hiyo na mimi nitakuja katika ukweli. Na ndio maana mtu mwingine anambia mwigizaji ni vigumu sana kumdanganya mwigizaji. Sababu unajua huyu ananiaktia. Alafu mimi mwenyewe mwigizaji. Kwa hiyo hiyo character unaniaktia mimi nimeshaiact kwenye movie. Au nimeshaiandikia script. Kwa hiyo inakuwa si rahisi.
Pengine kauli yako inaweza kuwa ni ukweli. Sema wengine huwa wanaitumia vibaya. Mwingine anajua kama mwigizaji, kwa mfano unaweza kaenda hata madukani unanunua kitu fulani ukamuuliza kitu, wewe unaniactia. Yes, sio hivyo. Hapo ilikuwa inatumika sivyo. Unafanya nini, sorry Muba, unafanya nini kurudisha kwenye jamii? Kwa sababu tunaamini unapiga hela za hatari wewe. Kwa sababu kila kitu unafanya mwenyewe na madili nini kung fu. Kwanza kabla sijaendelea, unajua kung fu ama ile ni? Najua. Uko sawa yani? Sio kihivyo lakini najua. Uko fresh. Yani sio kwamba unaweza ukaje kichwa. Okay. So unafanya nini kurudisha kwa jamii? Binafsi mimi ni balozi wa Oxfam. Oxfam kama unavyojua inahusika na kuondoa umaskini duniani. Kwa hiyo huwa ninakuwa na project mbalimbali kutembelea mikoani, hasa matatizo ya wananchi ambao katika maisha magumu sana. Project yangu ya mwisho ilikuwa nienda Kahama kule kuangalia kuna tatizo la njaa na kuangalia namna gani ya kuweza kuwasaidia. Hilo nimelifanya pia, lakini pia alikuwa mwigizaji kutoka Hollywood, Kristen Davis. Tulikuwa tuna program naye Morogoro kule kuangalia mashamba ambapo wanawake wanajibidisha katika kilimo lakini hawajapewa kipaumbele. Ndio maana kupitia Oxfam tulianzisha dile kama mama shujaa wa chakula. Kuwasaidia. Lakini pia mimi binafsi huwa ninafanya hivyo. Nilifanya kwa mwaka jana, lakini mwaka ambao nimefanya sana katika Red Ribbon, ukiangalia katika wale wazee wanaokaa kule Kigamboni, natoa chochote kilicho nacho. Tunagawana umaskini. That's nice. Kwa hivyo nafanya pia. Okay. Lazima ninapenda kufanya video kwa sababu mimi sijazaliwa kwenye familia ya tajiri wala sijazaliwa kwenye familia maskini. Nimezaliwa kwenye familia ya kawaida tu ambao najua maisha yote. Unaona? Kwa hiyo napenda kusaidia kama mimi nilivyosaidiwa. Unajua kucheza? Kucheza? Dancing. Can you dance? Najua. Mpaka chini mayenu, Chris Brown nini? Zote kwa sababu hadi ngoma, kwa sababu wakati niko Kaole sana group ndio group ambayo nilianza kuigiza. Unaona? Kwa hiyo ilikuwa ni sheria kwamba lazima kwanza wote mcheze ngoma za asili. Kwa hiyo Sindimba, Mdumange zile, sijui Lingaka, zote tulikuwa tunacheza. Na kwa kuna kipindi cha music pia. Kwa hiyo lazima uimbe au dance. Okay. Ilikuwa ni lazima. Na kipindi kile nakumbuka kwa filamu ilikuwa bado hazijaanza. Kwa unataka angalau yani sana yako ionekane. Kwa lazima uzipitie zile sheria. Kwa ilikuwa ni lazima udance. Kwa hiyo swali lako ni kweli naweza. Okay. Unasoma vitabu sana. Ugonjwa wangu. Okay. Huo utamaduni hatuna sisi. Utamaduni wa kusoma. Ukitazama hata kuna baadhi ya movie zangu utaona kwamba nina apply sana vitabu. Ukiangalia Moses, ukiangalia Devil Kingdom mcheza na Ramsey Nouh, na apply sana vitabu, tena vitabu hivi vya ndani, unajua. Kwa hiyo na Karl Marx mimi wako hapa. Na Plato amekaa. Mimi sitaki kuamini, unajua. Mimi sitaki kuamini katika movie zote ambazo unafanya wewe. Kuna yani zinakuwa zina urahisi. Lazima kuna movie kama sio 2, 3 hata 4 tokeo umeanza kufanya zilishai kukusumbua sana katika utayarishaji na hutasahau hizo movie, au hata kama iko moja ni kama movie gani ambayo unajua kabisa yani au yani imekugharimu kiasi kwamba yani ushanielewa nadhani. Movie ambayo imenigharimu na imechukua muda, nafikiri almost imeshoot kwa mwezi mmoja, ni Devil Kingdom, ndio shoot na Ramsey Nouh. Umeifanyia yote hapa. Lakini maandalizi yake ni makubwa sana kwa sababu kuna nazungumzia secret society, afu nazungumzia watu wa theolojia pia, unaona. Watu yani nazungumzia vitu viwili. Wanaamini katika Mungu na wengine wanaamini katika Mungu. Na wanaamini katika Mungu wanaona mafanikio, na wanaamini katika secret society au katika ufalme wa kishetani umeona mafanikio. Kwa ilikuwa ni vile. Kwa hata preparation yake ilikuwa ni nzito. Kwanza nilihitaji msanii kutoka nje, ambaye ni Ramsey. Kwa nikamshirikisha katika filamu. Unaona, lakini pia maandalizi yake, unajua unapoandaa kama ibada ya wenzetu wale, kwa lazima ifanane na kwao. Kwa lazima unahitaji holi kubwa, inahitaji unakuwa na wasanii karibia zaidi. Ile movie ilikuwa na wasanii zaidi ya 200. Unaona, extras ni wengi. Unaona, kwa lazima na kila extras lazima avae uniform ile kama ile Joy, na ile Joy ulipati bure. Kwa lazima ushone. Ile location lazima uitengeneze, kama uweke mishumaa miekundu, utengeneze stage, uweke mvuke wa moshi. Crew lazima yapo madol, crane, vile vitu vinavyotoka vile viwepo. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa ni moja kama nilivyokuambia, wakati natengeneza ile mimi sikuangalia faida. Inaangalia kwamba unatengeneza kitu ambacho hata kizazi, hata wanangu wakija watasema kweli hapa baba alifanya kazi. Lakini ilifikia lengo, lakini ya gharama ambazo ulinani, yani hata kama haikulipa lakini lazima ilimlipa. Wewe haijamlipa vipi huyu bwana? Ule mzigo ulitema. Imenilipa haijanilipa isibaki siri yangu. Anajua. Kitu gani maarufu kwako? Kitu gani? Maarufu kwako, yani kwa jinsi ambavyo ulivyo. Unafikiri sisi ni kitu gani ambacho tunakujua wewe zaidi ya au wewe ambacho unaona ni maarufu? Nywele zako, kicheko chako, body yako,
Nafikiri kucheka kwangu. I say hicho kicheko noma. Usingeniambia kicheko mimi ndo ningekwambia. Nafikiri kucheka kwangu ndo kinakuwa maarufu sana. Okay. Si wewe unacheka Kanumba. Sijui. Vingine ni watu wenyewe. Unajua kila mtu anakuwa na identity yake. Sasa sijui kama ndio hiyo. Wewe unaona nini? Kicheko. Mimi napenda sana kucheka. Okay. Na maswali fulani hivyo waga kizushi wanasemaga, lakini mimi swali najua litakuwa vigumu na sitaki mtajie wawili wala watatu, mmoja tu. Msanii gani wa Tanzania ambao unamkubali yuko upande wa wanawake? Yaani unasema kabisa huyu ni mtu, yaani ni wewe mwenyewe unamkubali. Si mmoja tu, mimi wapo wengi nawakubali. Mimi nataka mmoja sasa, ndio maana nimekwambia utasema wengi, lakini kwa haraka najua wako wengi ambao ulikuwa nao kauli, lakini kwa mmoja utafanya wao wengine ambao hawajawafanya. Watafanya vipi? Wataelewa kwamba nimepewa nafasi ya mmoja. Mmoja tu. Kwa ni mmoja basi wajue kwamba na wengi. Wa kwanza Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Yuko wapi yule? Yupo, nimefanya ile project moja ya Kimbele hivi Ghana. Okay. Kwanza Mona Lisa. Watu wa West Africa wameanza kukubali unavyoona wewe. Ile kwa sababu ile project kidogo ni ya ki-Hollywood ile. Imeshatoka au bado? Tumesha rekodi trailer, ndo tunaenda kurekodi na filamu wa 3. Na baadhi ya mastaa huko. Okay. Kuna picha niliziona, nafikiri mlienda kati ya Burundi au Rwanda. Watu wakula wana appreciate sana. Nyumbani vipi Steve? Nyumbani tuna tatizo. Yaani hili tatizo kuna kipindi huwa naandika hata kwenye blog yangu kwamba tusipoangalia huu utakuwa ni utamaduni wetu. Nyumbani tunapenda kuponda sana. Watu wana hate. Tunapenda kuchukiana. Ulienda Big Brother, watu wakasema vitu vingi sana. Tazama hata Big Brother. Mimi wallahi billahi niliangalia kila kitu. Na billahi wa rasuli sikusikia vitu ambavyo wao wamesema wewe umesema. Kwamba sijui nimeclose. God damn it man. Lakini ndio unakuja kwenye swali lako unasema kwamba ni changamoto nyingi unazipitia. Kwa mpaka ukiona umesema hivi na maana yote nimeavuka na nimefaulu. Kwa hiyo watu hapa nyumbani hatuna uzalendo. Yaani uzalendo upo kwa wachache sana. Na ndio maana unaweza kukuta mimi naweza nikatoka hapa nikaenda hata Kenya. Sikia ukienda Kongo. Watu wakaomba autograph. Lakini hapo unaweza kupisha na watu. Kwa sababu labda wanakuona kila siku wanaona come on man. Labda ukiwa airport mfano kama mara moja watu waliona tena watu tofauti wa hapa ndio wanakuona nani. Hapa nyumbani bado kuna tatizo hilo. Na sio kwamba watizame sinema, na sio kwamba wakupende. Lakini naona kama vile akikwambia kama kakushobokea, kama kufagilia. Kumbe ni kitu cha kawaida tu. Ushawahi kuzaa hivi na demu? Hapana, sina. Kwa hiyo wewe unatumia kondom wewe sana? Kinga. Natumia. Okay. Aina gani labda unapendaga? Mbali. Jinsi ambavyo unaona wasichana ambao wanacheza movies kila siku wako kwenye magazeti, mara huyu kamchukulia huyu mwanamume, mara huyu kafanya hiki, mara huyu hampendi mwenzake. Nyinyi huwa mnajisikia vipi? Nyinyi kama makaka mnachukuliaje hilo swala? Yaani nafikiri kati ya watu ambao wanaongoza kuwa shauri na kuwasema mimi ndo naongoza. Nafikiri na nashukuru hata baadhi ya upande wa timu ya wanaume wa mastaa wameongoza kwa kuambia hawa. Kwa sababu wanasema fikiri kabla ya kutenda. Kitu kizuri sana. Fikiri kabla ya kutenda. Unaona? Na kabla ya kuruka siku zote agana na nyonga. Bwana napotaka kuingia hapa kwanza mniangalie kukoje, hii kabati ikoje, inakuwa vile. Lakini pia kuna namna yetu ya kusemana. Tungeacha ile kidogo kwamba tunatumia baadhi ya magazeti kama Mahakama. Tunatumia ile kama Mahakama, kimetokea kitu fulani basi wakiripoti kule. Wakati kuna zipo njia sahihi za kuweza kushtaki. Kuna chama cha film inasemekana kwamba hamuendi sawa na nyinyi kama wasanii. Vipi hiyo? Sidhani kama hicho chama tunakuwa tuendi sawa na hicho chama. Ni kwamba uongozi uliokuwepo hususan ni rais ambaye ni rais ndio amekuwa haendi sawa na nyinyi na sisi, kwa misingi ya kwamba tuliunda chama kusudi tuwe na sauti moja ya kutunganisha pamoja, tuwe na sauti moja ya kuzungumza na serikali. Hatukuunda chama kwa misingi ya kutengana. Kwamba wale wanajifanya mastaa achane nao, hawa nyewe underground hawezi kuwa hapa nao. Kwa hiyo ndio hivyo ndio jinsi ilivyo. Lakini pia tumeunda chama cha kuweza kutusaidia angalau tasnia ikakua kutoka hapa ilipo ikakua mbele. Lakini hatukuunda chama cha kuchochea sheria ngumu katika tasnia
za kutuumiza sisi, ambapo kesho na kesho kutwa tasnia itakufa, ambapo sisi na waigizaji tutakula wapi? Unaona? Kwa hivyo ndio vitu ambavyo tunavipinga. Na mimi binafsi mwenyewe navipinga. Rais mlimchagua nyinyi? Alichaguliwa. Na nyinyi? Mimi sikuwepo. Okay, na wenzako. Kwa hiyo unapoa tu taarifa rais ni fulani. Kwa hiyo sitakiwi kulalamika juu ya hilo. Okay. Haina noma. Mimi acha nikuache huyo jamaa endelee kunani. Alafu ukimaliza nitakupa ile story ya gitaa. Sababu hiyo itakuwa history in the making. Jumatatu ijayo kwenye Mkasi. Wewe unaona sasa hivi nini, yani kwaito imetawala sana Bongo. Alafu mtu kama wewe unakaa mpaka miaka 2-3 utoe nyimbo. Alafu ni maneno fani ya challenge kwa watu kama nyie wana hip hop legendary. Unajua ni legendary kibongo, yani ni mtu ambaye ana mkongwe huyo. Yani mkongwe yani. Kwa hiyo vitu kama hivi lazima vikuchome, ndio maana mimi nikasema lazima niweke challenge. Lakini BBM iko ina privacy zaidi. Unaweza kuangalia Mkasi online kupitia www.mkasi.tv. Asante.